sio ya mizimu. Acha kujidanganya. Usisahau kuwa wewe nusu binadamu, nusu mzimu. Na mimi nimezaliwa kuzimu na nimekulia kuzimu. Sasa basi, usijaribu kuupima uwezo wangu. Hivyo, rudi haraka sana kuzimu. Ukamalize taratibu zilizobakia. Nguyaju karam nakahuya. Wasa jange. Shehera fuku. Siku hizo umepotea sana, hata maskani ufiki yangu. Deni yangu vipi? Wacha tu blaza. Yaani sasa hivi na majanga. Na majanga ni majanga makubwa sana, sio madogo. Yaani nikitulia leo nikipata nitakupa. Majanga gani hayo? Chanzo tu redio. Nimeenda kuezema redio sehemu fulani. Sasa ile redio muda wote mauzauza. Mwenyewe hapa sielewi. Yaani nikipata ile yako nitakugeia. Sikiliza nikwambie. Kama unataka dada asikufuatilie, akija kukulizia redio usiongee naye, bora kaa kimya tu. Mara hadi mimi hapa ashanikuta haya. Ni dada yake mmoja tu. Sijiongea naye. Ndio maana nifuatilie. Bwana wewe umeanza kuniletea tena utabiri wako tena. Yaani mambo yangu yanivuruge, tena na univuruge tena unilete utabiri. Bwana mimi nikipata ile yako nitakugeia. Nilikupa kazi ya kunisaidia kumtafuta mdogo wangu. Mpaka sasa hivi umefikia hapa.
kiukweli nashindwa kuelewa, kwa sababu kuna binti amenifuata na kunipa onyo kali sana, niachane na hii kazi. Acha kuropoka. Hii sasa hivi si ombi, ni amri. Nenda kafanye kazi niliyokutuma, la sivyo damu yako ni halali yangu. Dada, huyu mtoto alikuwa na redio yake. Kiukweli mimi nimechoka. Baba ni nyumbani kijijini. Bora nikae nyumbani kijijini kuishi hapa kwenye mateso. Mimi nimechoka. Huyu atakuja kutuua. Nimechoka. Hivyo ushasahau maagizo tuliopewa. Anarudisha kwa tatu. Na hivi nyewe watoto mnanichanganya, si ndio? Mnanipanda kichwani. Redio kaileta nani hapa? Si nyinyi? Hivi nyinyi msimtanie, mmenielewa? Dada nachoka kwa nini nipokea redio yake huyu? Nachoka dada. Najuta kupokea redio yako na vita nini? Nyinyi mnaondokaje kwa mfano? Yaani nyinyi msinipande kichwani. Ehe, bora nimewakuta hapa. Huu mguu ulikuwa ni wa kwenu. Lengo nimekuja kumfuata binti mliyemchukua anayefahamika kwa jina la Redio. Nataka kufahamu kati yenu nyinyi ni nani binti anayeitwa Redio niweze kuondoka naye kwa ajili ya kwenda kutetea penzi langu. Wewe si Saidi wewe. Kwa hiyo kama Saidi, kumbe hata wewe unachokitafuta ukijua. Kaka, naomba uache hivyo unachokitafuta. Maana bila hivyo kitakulanga. sijali. Ila kabla hapo, kwanza nilitangulize samahani kwa wale ambao kwa yametokea juzi, kwa sababu kuna kauli moja ulikuja kuzungumza. Kusema kweli hapa sikuwa, yani sikujua maana yake, lakini baada ya kuondoka hapa ndo nilijua nini ulimaanisha. Kuna ule mdada ambaye nipo kwenye mahusiano naye anamtafuta Redio. Kanifuata na amenipa onyo kali. Maneno aliyoniambia ni maneno makali kiasi kwamba yani mpaka nashindwa kuelewa. Sasa nilikuwa nataka kujua na nyinyi upande wenu, je, anawasumbua kama anavyonisumbua mimi? Siku zote asiyejua maana hapaswi kupata maana. Lakini mimi sikuja kukuuliza kwa ubaya, ni kwa wema tu. Nikajua labda unakuja na ujio wako unaongea maneno ya maana, kumbe unaongea habari hizo mimi sihitaji kabisa katika masikio yangu. Subedielewa. Hivi siku ile nilipokuwa nakwambia ulikuwa umeziba pamba masikioni. Alafu mimi nikwambie kitu. Kuanzia sasa sihitaji huje hapa uje niambie hizo habari. Yaani nishachushwa na hayo mambo. Si unanielewa? Mbona hichi kitu kinachotafutwa kiko upande wenu? We koma we kaka. Umenielewa wewe? Hivi unajielewa kweli? Aliyekutuma nani unapita barabarani huko na ukotakota wanawake bila kuwajua? Wewe. Hayo mambo sitaki kuyasikia masikioni mwangu. Umenielewa wewe? Lakini dada, mimi sijakuuliza kwa ubaya.
ni kwa wema tu, ni kwa faida yetu mimi na nyinyi. Toka hapa bwana, usinichanganye mimi. Si umenielewa? Hebu kwanza toka. Nitakukotea mawe. Toka! Sawa, mimi natoka. Haina haja ya kumfukuza. Naye pia anahitaji msaada. Anahitaji kusaidiwa. Nisikilize kijana. Tena nisikilize kwa makini. Huyo mwanamke uliingia naye kwenye mahusiano sio kiumbe cha kawaida. Ule ni mzimu kutoka kuzimu. Sasa basi, inatakiwa uwe makini. Muda wowote, saa yoyote, unaweza kupoteza uhai wako. Umebaki na njia moja tu ya kuokoa uhai wako. Hivi unatakiwa kalale makaburini siku 7. Wewe koma wewe. Nani akalale makaburini siku 7? Wewe kuweza? Ulishawahi kumuona mwanadamu anaweza kwenda kulala makaburini siku 7? Kwa lipi? Dada, msikilize unamuelewa kweli? Eti kulala makaburini siku 7. Wewe kuweza? Nisikilize mimi binadamu. Dada. Wewe unamuelewa anazungumza nini? Nimeshaongea. Nimemaliza. Wewe nenda bwana, wanawake wengine hao bwana. Wewe toka kwa chooni. Hebu toka humu. Tena unataka kututia nisitumo chooni. Wewe si mwanaume, kwani unakimbilia chooni? Fungua mlango wangu mimi. Weka wewe. Toka huko. Wewe, haya toka. Unachungulia nini? Tunatoka wewe. Sikiliza nikwambie, we mwanamke, kazi ulionipa kuanzia sasa mimi nimeshindwa. Siwezi tena. Huwezi kunipa kazi mimi naenda napigwa makofi na mtu nisiyemuona. Kama mapenzi yenyewe ndo haya, kuanzia leo mimi na wewe basi. Nisikilize kwa makini. Ninapompa mtu kazi, inabidi afanye kazi kwa ufasaha. Haya anakukuta wewe, mimi kwangu haijalishi. Nachotaka ni mdogo wangu. Narudia kusema tena, nisikilize kwa makini. Nimekwambia hivi, kama mahusiano wenyewe ndo haya, mimi na wewe nisikilize binadamu, hili chako uliingia huwezi kutoka. Sasa subiri nikuonyeshe.